Ah, afande. Nimeona nikiongea na afande mkuu yule mambo yatakuwa mengi. Kwa sababu hadi sasa hivi yeye ndo anaifanya kesi inakuwa ngumu. Kwa hiyo ndo maana umeona nimeongea na wewe ili unisaidie. Mimi nitakupoza hata 20,000 ya maji. Hivyo mzee, una akili timamu kweli wewe? Yaani umenitoa pembeni umenileta mpaka hapa. Nikajua tuongee jambo la maana. Hivi unajitambua kweli wewe? Yaani sisi kama jeshi la polisi tunapambana tumweke mwanao katika misingi mizuri na maadili mazuri. Alafu wewe mzee usiyekuwa na adabu unaanza kumtetea mwanao kwenye ushenzi na upumbavu kama huo. Wewe hapo nahisi unamsaidia, si ndio? Ila ambacho ukijui mzee wangu, na endapo tukimwachia kabla hajarekebisha hizo tabia zake, kuna siku atakuja kufanya tukio lingine kubwa zaidi ya hili. Na hapa ataingia kwenye mikono ya wananchi wenye hasira kali. Watamshambulia na kumuua. Sasa nikuulize, unahisi hapo utakuwa umemsaidia? Kwa hiyo njia sahihi ile kuwepo hapo ni kumwacha mwanao ajutie na ajifunze kwa alichokifanya. Kwa hiyo kama tutalibeba hili na kumtoa, hata atambua makosa yake, ataendelea kufanya tena na tena. Na isitoshe, sisi tunahitaji kuwapata hawa waliomkabidhi bangi mwanao. Kwa sababu tumefanya upelelezi, tumegundua mwanao kweli havuti bangi. Na tukishawapata waliompatia bangi mtoto kama yule, ndio tutamwachia mwanao tena kwa faini ili siku nyingine mwe makini katika malezi. Na hiyo faini haitapungua 3,500. 3,500? Ndio. Mungu wangu. Sasa mimi nitaipata wapi pesa zote hizo? Ndio itabidi uitafute ili kuume siku nyingine wewe makini katika malezi. Afande. Kamanda. 3,500? Nitaipata wapi? Na mtu ambaye pekee alikuwa ni msaada wangu ni Abduli. Na tayari ndo tushagombana.